Uliambiwa ni ya kujisugua kwa mdomo. Ya kujisugua kwa mdomo. Alafu inasaidia na nini? Akaniambia ati ile kitu yote unaongea yani unakubalika yani. Ile kitu yote unaongea unakubalika. Sasa hii ni ya kuleta kibali. Yani maneno yote unaongea kwa mtu iwe maneno ya yani isiwe maneno tu hivi tu. Okay. Inayo hiyo nayo nikaambiwa ni mafuta mimi najipaka asubuhi. Kila asubuhi nikienda kazi. Wakakwambia itakusaidia na nini? Ati hii mafuta ati ile pesa unaambia customer atoe hiyo pesa ndio atakuwa anatoa. Na amekuwa akitoa ukiwaambia hivyo? Mimi sijaona. Imefanya kazi? Sijaona kitu. Inayo hiyo nao nilikuwa naambiwa niwe naweka kwa chai. Niwe naweka kwa chai. Hiyo naweka kwa chai? Ya kusaidia na nini? Hakuniambia chochote. Hii ndio tunaita uchawi. Hivi ndivyo vitu. Hii inasimamia ufalme wa baharini. Sasa hii ndio jini. Wale watu hawajui jini. Hii ndio jini. Na hii jini imetoka kwenye ufalme wanaitanga the marine spirit. Ni kitu ambacho kinatoka kule baharini. Inatangwa crawly shell. Na hii sasa hutumika kwenye kuchukua mali kutoka kwako, inaleta majini yale, ndio inaleta spiritual wives, spiritual husbands na ufukara ndani ya boma. Na hii wanakufunga nayo, unakuwa mtumwa, hauwezi kutoka kwa wao. Utakuwa ukiwapelekea pesa, wakikuitisha, wakikuagiza maagizo yote yale unapeleka, unakuwa yani inakukamata. Nayo hii ni hilisi. Hii sasa ndio tunaita hilisi. Nazo hilisi hizi ukiangalia kuna vijiti na kuna mafi ya mbuzi na kuna vitu vingine nywele za ng'ombe zimewekwa hapa. Hii ni ya kufunga mtu. Akiingia kazini kwako lazima atakufuata upende utarudi huko. Kama hii sasa aliambiwa aweke kwenye pikipiki yake mbele na nyuma. Sasa customer akikuja atakuwa anakutafuta, heri angoje kwenye stage ndio ukuje umbebe. Kwa hivyo ni ya kukamata ma customers. Hii watu wengi wanafanya biashara za matatu, wengi wanaofanya biashara za taksi, wengi ambao wanafanya biashara za pikipiki wanatumia hii ilisi. Ndio unajikutanga huko kwa pikipiki moja, ugawe taksi moja, kuna matatu yenye unapenda sana ni kwa sababu umekamatwa na hilisi. Ambayo ni ya kukamata wewe. Nayo hii inatumika kwenye mwili wako ndani. Hizi vingine zote nimekuonyesha zinatumika kwenye mwili nje. Lakini sasa inatumika kwenye mwili ndani. Ni uchawi unaotumika, unaweka kwenye chakula, unaweka kwenye chai, unakunywa. Ukikunywa basi kutoka hapo wewe umeunganishwa pamoja na madhabahu ya kule ndani kwa ndani yako umeunganishwa na madhabahu ya kwa uchawi na waganga. Na hizi nazo zinakuunganisha nje, biashara yako, mali yako, vitu vyako vyote vinaunganishwa pamoja na wewe. Unakuta unaunganishwa kwenye bahari, unaunganishwa kwenye anga, unaunganishwa
kila mahali, na lolote unalolifanya unaunganishwa. Kwa hivyo ukikunywa hii utakuwa mtumwa wao. Hiki nacho ni kijiti. Kijiti hiki utafikiria si kitu, lakini kijiti hiki kuna akiweka kwa mdomo wake atafune ama brush, afanye kama ni kubrush na brush. Maneno atakao kuambia inampatia power ya maneno. Atakao kuambia chochote kuambiacho utakifuata. Kama ni mwanamke, uwe mwanamke wa mtu, ukizungumza na yeye utamfuata, lazima mtalala na yeye. Kama yeye ni mfanye biashara, chochote pesa atakoitisha utampatia, hauna maswali mingi, utajibu. Kwa sababu hii ni hilisi ya kukamata mdomo, kushika mdomo. Anapatiwa nguvu, midomo yake inafanya kwa kazi yake kwa kijiti hiki. Nayo mafuta haya ni akijipaka anapata manukato yale ya kuvutia, kuleta uvundo fulani wa majini. Sasa majini yanapata mahali pa kupumuzikia, unatembea pamoja. Kwa hivyo hii ni high level witchcraft, na imetumika kwenye biashara, imetumika kwenye families, imetumika kwenye anga mbalimbali, imetumika katika kuvunja madhabahu ya kanisa, imetumika katika kuvunja ndoa, imetumika katika kuharibu sekta mbalimbali za kimisingi ya watu. Kwa hivyo it is very important for you to understand, mafuta unayopatiwa na mtu jipake sio mafuta tu ya kawaida. Ama chochote unaambia kunywa chai, ile chai hujui imewekwa nini, ile chai hujui imewekwa dawa gani. Something is happening in it, and this is the most important thing that you have to understand. Chochote mtu ukiona watu wakipita kwa barabara, usifikirie tu ni watu wamebeba vitu ambavyo ni vya hatari sana. Haleluya. Kwa hivyo hii pia wanachanganya pamoja na mafuta na wanaitumia katika uchawi na urogi wa kufunga mtu na kufunga biashara zake. Kwa hivyo in short, huu ndio uchawi. Kwa wale ambao hawajua, this is now what we call high level witchcraft. Ambao ukiona huyu mwanaume alikuwa amefungwa, ameishi kukaa na madawa kwa nyumba, mke wake hajui, na amefungwa na amekamatwa na amekuwa mtumwa. Sasa walimdai, wanamwambia apeleke ng'ombe, wanamdai wanampeleke mbuzi, apeleke pesa, na wanampatia hii kama kifungo chake ya kwamba lazima apeleke. Sasa hii ni monitoring, inatumika kama monitoring spirit. Ndio ile pesa walisema atapeleka, asipopeleka wanamonitor. Kwa majina naitwa Joseph Mishuke. Mimi ni mkaaji wa Ayole huko, nafanya biashara bodaboda. Nilijipata hii kwa mtego, ni customer alikuja kaniongelesha. Akaniuliza kama anaweza mpeleka mahali fulani Utawala, nikamwambia naweza mpeleka. Na akaniambia kama najua Githunguri, kanipea simu niongee na huyo mtu anaenda kumiti na yeye. Nikampeleka. Akaniambia ukifika mahali fulani nipigie simu, na wakati tulipofika hapo nikamwambia tumefika. Akaniambia kuna kijana wangu anakujia hapo. Sasa mimi nijipata kwa hiyo mtego hivyo. Sasa tukaambiwa tujafika, tuteremke hivi mpaka mahali hiyo boma yao ilikuwa. Nikaambiwa usiache pikipiki nje, juu huyo mtu lazima umngoje ndio mrudi na yeye. So nikaingiza pikipiki kwa hiyo compound, na mimi hapo ndo nilijipata kwa hiyo mtego, na nika brainwashiwa, na nikatumia pesa zangu mingi zilienda hapo sana. Hiyo mara ya kwanza Tuesday nilitumia 4,000. Alafu ndio nikaambiwa nirudi Thursday hii wiki. Wakati nirudi Thursday ndio nikaenda pale, mambo tena ikakuwa ngumu zaidi. Nikaambiwa tena kuna timu ushawi zimetolewa huko. Ate mababu wanasema hiyo ushawi lazima ishomwe, na iwezi shomwa na mafuta taa, iwezi shomwa na mafuta ya petroli, lazima ishomwe na mafuta yenye inashomanga wahidi na ionekanagi hivyo. Na lita moja ni 25,000. So nikaambiwa pesa nijue mahali itatoka. Hiyo kazi wameanzisha ati lazima wamalize. So wakati nilikosa pesa, kuna kitu nilipewa hapa, na nikaambiwa kitu make sure nimerudisha na nirudi na hiyo pesa. By the way, hii kazi imeanza hii wiki peke yake, juu ilikuwa ni Tuesday, show ni Thursday, Friday, that is 3 days only. Hizo dawa nimetumia peke yake. Hata jana sijatumia kama hizo shai. So yenye nilitumia ni hiyo ya kuoga nayo, nilioga nayo siku 3.
hii mafuta nimejipaka so siku 2 peke yake. So ni wakati niliona mimi tangu nizaliwe Mungu mahali amenitoa ni mahali kubwa sana. Na mahali nimeona nimeelekezwa mahali nimejipata, siwezi dump Mungu wangu alafu nianze kutumikia shetani. Hiyo nayo haiwezekani. Mimi nikasema tu nikakuja tu mimi nifunguliwe tu. Mimi nilikuwa tu nimekaa pahali Kirinyaga Road, nikaingia kwa YouTube, nikaangalia, nikaona kameme tu, ni kama Mungu aliniletea, nikaona kameme msichana anaongea, ile mambo anaongea ni kama ile vitu ambazo niliziona huko. Na hapo nikaweza kumpigia simu, akaniambia kuja na hizo vitu na ukuje conference pale Coffee Plaza saa 4, na ndio maana nikafika leo. Pande yangu siku nimeokoka lakini nimeokoka leo. Nashukuru Mungu sana sana sana. Na shetani anatumia mitego mingi sana. Juu mimi sikuwa najua kama nitajipata mahali kama hapa. Mimi ni mtu tu alilipata tu, akaniambia nipeleke utawala, na nikajipata kwa mtego kama hii. Tuwe makini sana kama kuna mtu anajipata kwa mtego kama hii. Na tuamini tu Mungu kwa jambo lolote tunafanya, hata kazini tuamini tu Mungu. Tusiamini nguvu zingine zozote. Juu hata mimi vizitu ni vitu hata sijawahi ona, yani hata sijui, na nikaona siwezi kwa hii maisha, yani mahali nimepelekwa dunia nyingine, mimi siwezi survive huko. Na ndio maana unaona ni siku 3 peke yake na nimeamua hapana, siwezi. Whatever you have seen, uchawi ambao umeuona ni uchawi ambao unafanyika kwenye familia nyingi, kwenye watu wengi, kwenye wafanyi biashara wengi, watu wengi katika jamii. Na this is the work ambayo mtu mwanaume kama huyu amekuwa involved, na aliingizwa tu bila ya kujua, na amekuwa akifanya na kutekeleza mambo mazito na magumu. Ndio kwa maana umeona ndoa nyingi zimeanguka, familia zimeanguka, watoto wamepatwa na mambo ambayo sio mazuri. Na kwa hivyo ni vizuri sana kama tutashikana mkono kusaidia watu kama hawa, kuwabadilisha. Na kama unajua kuna watu wengine ambao wanapitia mambo kama haya, ninakuomba tu uwe wa msaada, uwe wa baraka, tuweze kuwafungua, kuwasaidia. Asante sana kwa tumekuwa na semina siku ya leo, na kupitia kwa semina hii umekuja. Na kama uko mahali pale uko na hilisi umeshindwa pa kupeleka, lete mahali hapa, nitakufungua in Jesus name. Thank you very much. Kanisa inaitwa The Synagogue, Coffee Plaza, mezzanine floor. Kuja siku ya Jumapili, kutoka Jumatatu mpaka Jumapili tuko mahali hapa, na utabarikiwa pamoja na sisi.